So ujaenda kusoma, unasema aisee niwekee mkono, ule upako ambao nimewekewa ndo naenda nao. Upako unakusaidia kwenda kutafuta maarifa sahihi ambayo yatakusaidia ujue jinsi gani na lima matikiti yangu kipindi cha jua kali o chochote kile ili yasiharibike. Hiyo ndo kazi ya upako. Neno la kinabii likitoka madhabahuni haliondoi wakati wako wa kutafuta maarifa, lakini linakamilisha maarifa ulionayo. Haliwezi kuzidi maarifa ulionayo. Amini nakwambia. Upako hauzidi nini? Ubora. Na upako sio replacement ya ubora. Na ubora unapatikanaje? Kwa chakula, kwa kutafuta maarifa. Na Mungu akaniambia nitoe mfano mmoja. Kuna rafiki yangu anaitwa Joel Nanauka, nimepewa neema kumsema, niseme tu. Alialikwa ajiliwa kipindi fulani miaka kama 4, 5, 6 iliyopita na shirika fulani kubwa sana duniani. Na ikafika kipindi ambacho alitaka kupata likizo, lakini sera za hiyo kampuni zilimwambia inabidi uresign kwa sababu hatukusupport tunachoenda kufanya. Akaresign. Amini nakwambia, alipomaliza walianza kumtafuta kwa sababu kwamba tunasema tumeondoa ile sera ambayo tuliweka, tunakuomba tu uje kwenye kampuni. Kwa sababu nini? You are irreplaceable. Hatupati mtu kama wewe, hauwezi kuwa replaced. Wametangaza kazi miezi 3 hawapati mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Sio kwa sababu tu ya upako. Usimpe Joeli aongee dakika 2. Usimpe. Yaani kama utaki kuvurugika kichwani kwako na kuchapwa viboko, usimlazimishe asimame hapa akuongelee dakika 2 za mambo yanayohusiana tu na hekima. Utafikiri yeye ndo alikuwa anatunga Zaburi na hizo proverb, na huyo jamaa anaitwa Solomon. Hekima yake ni ajabu sana. Shirika kubwa la duniani lilibadilisha kanuni zake ili kumfanya arudi. Wakati mwanzo alisema ukienda umeendanga, lakini wakabadilisha kanuni ili arudi. Sasa nikuulize, wewe uaga unajipendekeza kwa bosi ili ubaki kwenye hiyo kazi au unajua ukiondolewa, yani au unajua kwamba hawezi kupata mtu kama wewe? Wakati wengine wanatafuta kazi, kuna wengine wanakataa kazi, wana kazi kama 5 na zote anafanyia nyumbani. Katika mapato yako yote tafuta ufahamu. Nunua kweli. Chukua pesa kanunua kweli. Na Mungu aliniambia nenda kachukue hiyo kozi, kwa sababu kuna level ya watu watakuja kwenye position yako ukimove. Okay? Kama niko hapa nitaweza kuvutia watu wa aina fulani. Hamna mtu ambaye yuko hapa atakuja kwenye level yangu, ila mimi nikipanda hapa juu watu wa ile level ndio watanitafuta. Sijui kama mmenielewa. Kama Dr. Ipiana niko hapa, ninamuomba Baba nifungulie milango itakaofunguka ni ya hapa tu. Lakini milango hii ya hapa itafika muda ambayo hiyo milango haiwezi tena kunifidi. Nitakuwa nimekuwa kiasi kwamba sihitaji hiyo milango. So ili niende kwenye level nyingine lazima nitafute ufahamu. Ninapotafuta ufahamu, mimi najifanya kumbe nasoma tu kozi fulani, kumbe nimeshasoma, nimekuwa hapa. Najikuta nasema aise, Mungu amefungua mlango mkubwa sana. Ni kwa sababu nimekutana na mtu fulani, lakini ni kwa sababu nimepanda level, sio kwa sababu ya upako, lakini ni kwa sababu nilipopanda level nimeanza kukutana na watu ambao wakati niko chini nilikuwa sikutane nao. Mke wangu aliniambia, baby, mbona huko airport naona watu mastaa sana? Nikasema mama, mke wangu, huwezi kuwaona kama watu Ubungo pale, Ubungo bus terminal. Amini nakwambia, unaweza kusema leo tumepanda ndege moja na rais, lakini amini nakwambia unaweza kusimuone mpo kwenye ndege moja. Sijui unanielewa? So hapa kuna watu wake. Unapopanda hapa au wavutii watu hapa hawezi kuishi.
Mungu akanikumbusha akaniambia, ukichukua mtu mwenye ufahamu wa milioni 1 ukimpa milioni 100 itashuka mpaka kwenye milioni 1 kwanza. Hata jua hela zimeenda wapi. Haja develop ufahamu wa milioni 100. Lakini ukimchukua mtu wa milioni 100 yuko hapa, hata umpe milioni 1 itapanda ilete hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa watu utakao kutana nao hapa ni walevu wa milioni 100. Watu utakao kutana nao hapa ni watu ambao watakupa vitu vya hadhi yako. Kwa hiyo upako unakusaidia, ni nguvu iwezeshayo wewe kirahisi uyapate hayo maarifa ambayo yatakusababisha uende kwenye level nyingine. So swali langu lilikuwa, unasema unaangamia au ninapata vita sana ofisini. Unapata vita sana ofisini. Unahisi kwamba ukiwa na utaalamu ambao hamna mtu alionao hapa, hiyo vita itakuwepo. Ni kwa sababu uko sawa na wengine, hamna kitu ziada unachotoa. So watu wangu wanaangamia sio kwa sababu mimi sina nguvu, ila maarifa hawana. Watu hawapendi kusoma. Alisoma mara ya mwisho mambo ya profession yake alipokuwa sekandia. Yaani amekuja huku chuoni hana hata kitabu, amekuja huku campus, amekuja kazini huku hata ajui mambo aliyoyasomea chuo. Haja subscribe kwenye journal yoyote. Yaani ukimwangalia ndio hivyo maisha yanaenda as usual. Kuna mwingine unatamani position Mungu, lakini Mungu anakulazimisha nenda chukua tu course. Chukua tu course. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So haitoshi kujua kwa sehemu kitu ambacho Mungu amekuita kukifanya. Inabidi ujue vya kutosha. Uwe master kwenye kila eneo ambalo Mungu amekupa. Kumbuka mbingu ni ya Mungu. Biblia inasema mbingu ni ya Mungu, lakini dunia nimewapa wanadamu. 115 Zaburi mstari wa 16. Mstari wa ngapi? Mstari wa 16. Mstari wa 16. Naomba tusome wote. 1, 2, 3. Mbingu bali. Kwa hiyo usianze, Mungu anatawala mbinguni, lakini amekupa legal authority ya wewe kutawala. Amekupa upako wake, utakusaidia unavigate through principles. Yesu mwenyewe aligoma kujiachilia kutoka gorofa la juu kuja chini kwa sababu alikuwa duniani. Principle inasema ukiruka unaanguka. Sasa wewe unasema una upako kuliko Yesu, sio? Yesu ni mwana wa Mungu. Shetani mjinga akasema eti uruke. Yesu akasema mbingu ni ya Bwana, lakini nchi amewapa wanadamu, na nchini kuna kanuni zake. Nikiruka juu lazima nishuke. Principle, kama kuna gravitational force, maana yake hata kuna kanuni zinazo run biashara. Ndio maana tajiri mkubwa duniani sio Mkristo. Si unajua, ingekuwa kwamba upako ndio unatusaidia kuwa matajiri duniani, sasa hizi bepari bilionea angekuwepo hapo. With all this kind of declarations na hizi matamko yote ambayo tunapewa. Neno la Mungu ni hai kwa watu ambao wanachukulia nafasi, wanalipa nguvu, wanaenda kulitendea kazi. Litapata nguvu kwa watu wanaolitendea kazi. Kuna watu ambao kila saa 10 lazima waende posta. Wameambiana ukiwahi posta saa 10 kila siku tutakupa deals. Mpendo fulani waliungana na watu fulani, tutakupa michongo na vitu kama hivyo. Sasa wengi ambao walikuwa wavivu watokei kwenye hicho kikao cha saa 10 alfajiri ni watu ambao wanasema nilikuwa kwenye maombi, nilichelewa kuamka.
Maombi yana nafasi yake na ninakushauri uombe kwa muda mrefu. Lakini amini nakwambia, maombi ambayo hayana akili ndani yake yanawasababisha watu waendelee kupoa. Wanaenda tu I receive, you receive, na unapokea vitu vingine vya ajabu, unaendelea tu kureceive. Mwaka unaenda una receive, mwaka mwingine unaenda una receive, mwaka mwingine unaenda una receive sana, unaanza sasa kutafuta njia ya kuwareceivisha wengine. Heresi na unabii wa uongo unatokea hapo, kwa sababu watu wamereceiveishwa sana na wamekuwa frustrated. Bwana, mbona havitapiki? Aitapo hadi havitapiki. Mbona havitapiki? Mbingu ni ya Bwana, nchi umepewa wewe. Niliwaambia jana, Israeli ukiingia hamna maana pale, unapaswa kulima, kupanda, upako wa Mungu kusaidie kukuza hayo mazao na uvune. Usitegemee Kwale na maana Israeli hakuna issue za miujiza. Ilikata walivyoanza kuingia kwenye mipaka yao, ilikata kwamba bana vipi? Anapa inabidi tulime tuvune. Jangwani tu. Sasa utaishi jangwani? Jangwani sehemu ya kupita. So unapopita utategemea miujiza, lakini ukifika destination yako ya wokovu, kila chochote ndani ya wokovu. Unaweza kuwa wokovu ni bure, lakini chochote hauwezi kwenda kwenye petrol station umwambie Bwana Yesu asifiwe, rapaskutaya, weka mafuta 50. Utakwambia pepo mwenyewe wewe. Mwambie Mwarabu akuwekee mafuta 50 kwa kunena kwa lugha. Inabidi ulime, uvune, uuze mazao, halafu uende niwekee mafuta ya shingapi? 50. Sio kunena kule, watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Umeelewa? Watu wengi wanaangamia kwa sababu tu ya maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Tungeweza kuongea mengi sana hapo. Mstari wa 9 wa Mithali 11. Thank you Holy Ghost. Na wanaoangamia sio watu ambao sio wa Mungu, anasema ni watu wangu, manake ni wa Kristo kabisa. Anasema, Biblia inasema asiyemcha Mungu hupoteza jirani yake kwa kinywa chake. Mstari unaofuata Biblia yake anasemaje? Bali, naomba turudie tena, bali mwenye haki atapona kwa maarifa. Kwa maana yake unaweza kuwa na haki, una maarifa, kwisha habari yako. Kwamba mimi nitakunywa tu maji yasiyochemshwa, nitalala bila neti hapo nje. Auzie Bwana, maana wewe ndio unayenipa nguvu za kupata uhai. Kuna muujiza kwamba huna staili nyingine ya maisha, umelala nje, Bwana atakusaidia, lakini everything is under your jurisdiction. Unalala bila neti kwenye ukanda ambao ni una malaria kali, hapo useme ni shetani amejiinua au wewe ndio umejiinua? So wenye haki waga wanapona kwa maarifa. Maarifa yako yataamua kiwango cha maisha unachoishi.